Haleluya tena. Majina ni Pius Musyoka, Mbosoifina. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Yesu ni mwema. Kila wakati Yesu ni mwema. Leo nakukaribisha kwa neno la Mungu. Nataka tusome ama tuone ile honyo ama ile sheria Mungu ametupatia sisi wanadamu. Nataka tuongelee leo kuhusu dhambi. Wanadamu tumekuwa tukitenda dhambi. Tumekuwa kwa dhambi. Dhambi imetutawala. Sana sana dhambi ya ngono, dhambi ya usherati imekuwa kila siku ndio inatutawala kutuongoza. Nataka tusome Proverbs chapter 7 mstari wa kwanza. Tukiteremka tuone Mungu anatuonya aje, anatutende vipi. Tukisoma follow my advice, my son. Always treasure my command. Obey my command and live guard by instruction as you guard your own eyes. Try them on your finger as I remember. Write them deep with your heart. Saa ila tuone natuambia hii ni sheria tunapatiwa situ guard ama situongoze. Ya kwamba ukisoma hii Proverbs chapter 7 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 27 itakuambia Mungu anataka ufanye nini, Mungu anataka ufuate nini. Kwa sababu inatuambia kwamba nikifafanua inasema ya kwamba tia hii sheria kwa moyo wako, sifuate, sikuwe karibu kama ndugu yako mstako, siandike kwa moyo wako na usifuate. Kwa sababu ukisoma inatuambia kwamba huyu mtume aliandika hii neno, anatuambia kwamba siku moja alikuwa kwa dirisha sasa usiku. Alikuwa tu anaangalia huko nje na akaona mwanamume mmoja alikuwa anatembea kwa barabara. Huyo mwanamume alipatana na mwanamke, alikuwa amevaa nguo nzuri kabisa. Zinapendeza. Hizi nguo za kutamanisha wanaume. Ukisoma Hosea inatuambia kwamba Mungu alienda na Hosea akamwambia, nataka Israeli inirudie. Enda waambie bibi yako atoe hizo rangi ameweka kwa uso wake za ukahaba, na atoe hiyo nguo hizo nguo anazivaa zinaacha kitu yake wazi za ukahaba. Kwa hivyo ndugu mwenzangu kule huko, nataka tuelewe kuna vitu ama vibaa zinaashiria ukahaba ama uzizi. Ukisoma neno mzuri, nataka ndugu pote huko kuwa rafiki wa hii neno. Hii neno inaongelea kuhusu utajiri. Hii neno inaongezea kuhusu chochote unataka kwa ulimwengu iko kwa hii neno. Ndugu yangu, sana neno huongelea, na ukisoma kila kitabu kuanzia mwanzo to Revelation, kila ukitoka karasa 2 ama 3 iko na onyo kuhusu usherati, iko na onyo kuhusu sexual. Mungu apendi usherati. Ukisoma natakwambia kwamba mwili wako ni hekalu ya Mungu, na wakati umeuchafua kwa usherati ama uzizi, Mungu ametoka ndani yako. Mwili yako ni nyumba ya Holy Spirit. Wakati umechafua mwili wako, Mungu anakuacha. Ndugu yangu, popote huko, dunia yetu saa hii imetawaliwa na usherati, imetawaliwa na dhambi. Dhambi, unasema mimi sifanyi usherati, nimeokoka. Lakini kuna dhambi aina mingi. Ya pili ujue ya kwamba Mungu anatuambia tuwe na upendo. Kuwa na upendo. Tukiongelea upendo inaongelea nini? Upendo ni jirani yako.
asilale na njaa. Ndugu yako usiuko nalo mwambia unaona ateseka. Ni nini unafanya kinaonyesha upendo? Unasema ndio mimi niko na imani, ndio mimi nimeokoka na kanisani, lakini umekosana watu wangapi hujawasamea? Umefanya kosa ngapi? Na wewe umekosea wangapi? Umekosewa na wangapi na umesamea wangapi? Ili uwe na upendo, unafaa kuwa wa kusamea, unafaa kuwa wa kusaidia. Wewe unasema saa hii wewe unataka kanisani, ukitoka wewe unajua kusengenya ndugu alikuwa hakuwa na mavazi, wewe unajua kusengenya wanywa wako kutoa sadaka. Imani gani uko nayo? Mungu gani uko naye? Saa hii kanisani kuna mtu wako hapo na hana chochote, na unajua kweli huyu ana watoto wake kwa nyumbani, na wewe iyali umefanikiwa kuwa na mali ama pesa, na uko hapo na unajua, na wewe unakula na watoto wako, na huyu anateseka. Maindu flame rafiki wangu, hakuna Mungu hata kidogo naye, hakuna imani hata kidogo unaifanya afadhali kwa kanisa, kwa sababu Mungu anatuambia tulie na wenye wanalia. Ukiona mtu yuko kwa shida msaidie. Si leo sitaki kuhubiri hiyo. Leo nataka kuhubiri kuhusu dhambi. Watu wengi, ukiuliza wanawake wengi watakwambia mimi nimeoleka niko kwangu, sifanyi usherati, mimi niko kwangu. Lakini wengi, tuseme kama 50% wanafanya usherati. Wako na mabwana zao kwa nyumba, lakini huku nje wako na wengine. Wanaume 85% wako kwa usherati, wameoa, lakini huku nje wako na wengine. Unasema mimi ni mtakatifu, mimi sifanyi usherati, mimi si kahaba. Watu wengi tukiongelea kahaba wanadhani kahaba ni mwenye anajiuza kwa barabara. Niulize swali saa hii leo, wewe kahaba ni wa aina gani? Ama kahaba ufaaje? Wenye wako kwa town wanajua venye kahaba ufaa, mavazi yake wanayajua, kwa sababu huko town upatikana huko wakiwa huko. Ukiwaona unapata wamevaa nguo zipi huko, wanakuanga wamejifalia ama kujipamba kivipi? Niulize swali, mimi na niko kwa neno, sijatoka nje ya neno. Kwa sababu nikwambia Hosea, Mungu alimwambia ambia bibi yako atoe hizo rangi za ukahaba amekuwa kwa uso wake, atoe hizo nguo zimemwacha kifu yake wazi. Niko kwa neno. Wewe mwanamke, ni nguo gani wewe unavaa? Ni ya ukahaba ama ni ya kiume? Sijui kama umenielewa. Nguo unazipanga zako umenunua, zimekuacha uchi ama zimefunika uchi wako? Hii nikiongea 97% wanawake sasa wanavaa uchi, sasa wanavaa nguo za ukahaba. Kwa hivyo kama unavaa kama kahaba, ile roho iko ndani yako ni ya kahaba ama ni ya kuoleka? Kwa sababu kahaba haoleki na kahaba ana aibu, kwa sababu yako kazi. Hizo nguo za kazi, kila nguo iko na kazi yake. Kuna nguo ya utumishi, kuna nguo ya wachezaji, kuna nguo ya ofisi, kuna nguo ya kwaya, kuna nguo, kila nguo iko na kazi yake. Nguo yake yao ile nguo wewe unavaa ni ya kazi gani? Unavaa tu vaya ama unavaa nguo kwa ajili kwa mtu, yani kwa sababu ya sababu fulani? Mwanaume wote huko
Bibi yako uvaa nguo gani? Bibi yako kabla kutoka kwa nyumba unjitayarisha kwa muda wa masaa ngapi? Nini anakuwa anafanya kwa nyumba hiyo masaa yote? Umeoa maka, umeoa saluni ama umeoa mwanamke? Ukiishiwa leo ataishi na wewe? Dadangu, bwanako akiishiwa leo, mwamke mpate hakuna mboga ama sukari, utaishi naye? Ni biashara mnafanyanga kwa ndoa yenu ama ni ndoa mlioana? Ndugu, sijakuja kuhukumu yoyote. Nimekuja kuonya penye neno linaonya. Mungu anatutumia kukuonya. Mungu ananitumia kukuonesha njia ya kufuata. Kuna leo na kuna kesho. Nataka niongee na wote wameingia kwa ndoa hivi karibuni. Yeyote ako na miaka 7 ama 10 kwa ndoa, yeyote ako na mtoto wako PP1 to grade 6 ama junior school, yeyote mtoto wake ako nafanya form 4 na uko na pesa, unaishi maisha mazuri, usichekelea au unaona wakilia pale juu wamezeeka. Usichekelea au unaona wakiteseka, kwa sababu tangu uone na bwanako mlikosa sukari. Tangu uone na bwanako ulitembea mguu hadi stage. Kama hujitembea mguu ama hujilala njaa ama ukose sukari, omba Mungu sana, kwa sababu chochote kifanyike ukose sukari ama utembee mguu, utaishi kwa hiyo ndoa? Ulioleka kwa sababu ya pesa ama ulioleka kwa sababu unataka kuoleka? Ulioleka kwa hiyo mali ulipata kwa hiyo boma ama ulioleka kwa sababu ulipata mwanaume mzuri? Ulioa kwa sababu ulitaka kuoa mwanamke ama ulipata pesa yake? Ndoa mingi saa hizi ndoa ikukalishana. Tuombe Mungu atufungue tuishi kwa amani, kwa sababu kama ni pesa ilikufanya uole kwa hiyo ndoa, kama ni mali, wale watoto uko na wao hawataipata amani kwa ndoa zao, hawataiolewa sababu baba zao hawana ndoa. Na mwende uzaa maembe, mchungwa uzaa machungwa. Usione wengine wakilia uwachekelee. Usione wengine kama ni wajinga wakiishi kwa ndoa zao tu na wanateseka. Ujui kesho itakuwa aje. Nikupatie mfano. Angalia kwa jijini pale ulitoka. Wale uliwaona wakiwa na maisha mzuri ukiwa mdogo, wale uwaona kama wamefanikiwa kuwa mdogo, wanaishi maisha gani saa hii? Na wenye ulikuwa unaona wanateseka, saa hii watoto wao na wao wanaishi maisha gani? Fikiria sana ukiwa kwa maisha. Fikiria sana ukifanya kitu. Ndio sababu nimetoa wimbo wangu, iko YouTube, onyo kwa vijana. Chochote unachofanya duniani, chochote unakifanya ujanani, njua uzeeni. Kama ni kizuri utafuna mazuri, kama ni kiofu utafuna maovu. Ndugu, zingatia sana kufanya wema. Zingatia sana uunde maisha yako. Saa hii kwa kijana, ama saa hii kwa na nguvu. Saa ya uzee inakuja. Utaajiriwa siku zozote. Utakuwa kwa hiyo kazi siku yoyote. Wewe unaona wakiteseka wazee ama watu wamekomaa, usidhani wao na fedha. Wengine walikuwa na mali nyingi sana, lakini kwa ile maisha waliishi ujanani, saa hii hakuna. Ama kwa njia moja ama ingine ilitoweka hiyo mali. Zingatia sana mtafute Mungu, ndugu yangu popote uko. Zingatia sana, uache hiyo uovu unatenda saa hii. Ubadilike ukiwa na wakati. Ujenge maisha yako na familia yako. Wewe mama umekimbia na watoto, umeacha bwanako, unasema ni mbaya.
na si mbaya, ni roho ya usherati imekutoa kwa bwanako. Ni roho ya ukahaba, unataka kuishi maisha free, ya kwenda kukesha club, ya kwenda kunywa bia na wanaume kwa nyumba yako. Jua malipo yaja. Utaishi maisha unaishi hadi mzeeni. Kuna siku ya kuchana na siku ya kulia. Mbadilisha maisha yako kwa mapema. Babangu pote huko. Umeacha kwa bibi yako akina na watoto. Umeenda kwa dogo dogo. Hao watoto unajua mwanamke mko nayo huko kwa usherati. Ujue hakuna wa kusaidia. Watoto kusaidia ni wale umeacha na bibi yako wa kwanza. Watoto uliacha dhahabu ni wale umeacha na bibi yako wa kwanza. Huu wa pili ni ako kazi. Na siku ya kumlipa ikifika, usilie. Usiseme huu mwanamke si wa kuoleka na kuna wako. Uliacha bibi yako ukaelekea kwa dogo dogo. Ukidhani kuna maisha mema huko. Ifiali umeenda kuteseka. Umeenda kuchoma maisha yako huko. Acha mdogo dogo saa hii kwa bibi yako. Acha dhambi unaifanya saa hii. Rudia Mungu. Kwa Mungu na chochote. Na Mungu hachukii mtu, anachukia ile dhambi anaitenda. Acha dhambi, rudi kwa Mungu. Rudia bibi yako ukiwa mapema. Rudia bwanako tukiwa mapema. Unasema nimekaa miaka 10, nimekaa miaka 20, nimekaa miaka 5, nimefunza watoto mimi peke yangu, nimewasomesha mimi peke yangu. Siwezi kurudisha watoto kwa mwanaume. Sister, hao watoto ni baba yao 100%. Hiyo mtu ulibeba ama mtu ulibeba haujakoma. Watoto wakiwa wadogo huwezi kujua nani ama wako vipi. Wacha wakomae, wamalize shule. Wafunze kabisa, wasomeshe kabisa. Wacha wamalize shule. Utalia na wao kwa sababu wao ni baba kabisa. Wataoa na kuenda kuletea watoto. Wataoa na kuacha. Watakunywa mbele nyuma usiku na mchana ni kulewa. Watakataa mchana hadharani. Utapata na pressure peke yako. Utaumia moyo peke yako. Sister, ndawa iko. Kama unajua uliacha bwana, mrudie tu mapema. Kama unajua uliacha bibi yako, rudia bibi yako. Duga mpote huko. Kama unajua uko kwa ugofu, acha ugofu. Mrudie Mungu ukiwa na wakati.